Naomba niwasalimu ndugu zangu wa Tanzania kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa pamoja tukiitikia kazi iendelee. Mimi kwa majina naitwa Michael Rogat Shayo, ni Mtanzania, na ningependa nizungumzie kidogo juu ya mambo kadhaa. Yako mengi ya kuzungumzia, lakini ningependa kwa video hii ama clip hii nizungumzie mambo kadhaa tu, lakini kwa msingi wake nitajaribu kuelezea. Nitajitahidi kwenda katika kamtiriko kidogo, lakini pia mtaniwia radhi kama nitakuwa naingia na kutoka katika mada, lakini naamini katika mawazo niliyoyapata au katika mawazo niliyoyapata au katika hichi ninachojaribu kushare na nyinyi ndugu zangu wa Tanzania, basi kile utakachokipata nitaomba tu kichukue na kikawe faida kwako na kwa yoyote unaweza kumpatia naye, lakini kubwa ni kushare mawazo niliyokuwa nayo au nilionayo ndani ya kichwa, na sikutaka niakalie kimya, kwa sababu kuna mambo yamekuwa yakienda ndivyo sivyo. Tumekuwa tukiyatizama, na tunapoona uelekeo unaelekea pabaya ama unatishia mustakabali wa taifa letu, inatulazimu tutoke, tuanze kuzungumza, tuje nje hadharani, tushare na vijana wenzetu, lakini pia hata na wazazi wetu, wazee wetu, wale ambao tumewaheshimu sana na kuwatizamia na kuangalia katika kipindi kirefu tu. Naomba niende moja kwa moja. Kumekuwa kuna kampeni tofauti zinaendelea katika nchi yetu, na zimekuwa ni kampeni za kuhamasisha mambo kadha wa kadha, lakini kwa leo nitaomba nizungumzie kampeni moja inayoenda kwa jina la No Reform, No Election. Ninaomba nirudie tena, No Reform, No Election. Nitaizungumzia kampeni hii inayofanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kilichosajiliwa chini ya msajili, kilichosajiliwa chini ya sheria na kanuni za msajili za uchaguzi. Kwa hiyo ningependa nizungumzie hicho, lakini pia na mtizamo wetu sisi tunavyolitizama, lakini pia nitajaribu pia kushauri ama kuona namna gani inaweza ikafanyika tukasaidiana kama Watanzania. Kwanza ni shukuru mamlaka na serikali yangu kwa kuendelea kutoa uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa watu kutoa maoni yao, mawazo yao. Lakini mara kadhaa wamekuwa wakitukumbusha uhuru huo una wajibu. Unapokuwa na uhuru pia kuna wajibu wa wewe unayetaka kutumia uhuru ule, wajibu wako ni upi? Sasa inapofika mahali watu wanatumia wajibu wao tofauti na kuhatarisha mustakabali wa taifa letu, basi linakuwa sio jambo jema. Serikali yetu imetupa uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuzunguka huku na kule, kufanya mikutano, na lengo ni kwa ajili ya kutoa elimu. Lengo ni kwa ajili ya kutoa msaada wa kifikra, kwa sababu tunachojua ni kwamba wale waliopata maarifa wana wajibu wa kwenda kuwasaidia wale ambao bado hawajaweza kuelewa namna ya kuchanganua mambo, namna ya kuyatizama, lakini kuwasaidia, kuwajenga. Lengo tujenge taifa letu Tanzania.
Lakini katika kutoa uhuru huo tunajua ya kwamba kuna watakaotumia vizuri uhuru huo na watakaojaribu kutumia vibaya. Na hata tumekuwa tukihimizwa au tukishinikizwa na mashirika na serikali za nje juu ya namna ya kuendesha uhuru wetu, vyombo vya habari kujieleza. Tumekuwa tukipokea hayo maoni juu ya uhuru wa watu kujieleza, lakini tujue ya kwamba kila anayetoa maelekezo au anayeshauri pia naye ana interest zake au ana maslahi yake binafsi. Sasa ni wajibu wa sisi wa Tanzania kuyatizama au kutizama maslahi yetu sisi wa Tanzania ni yapi na kuyashikilia. Lakini pia ni wajibu wa wale waliopata maarifa, kwa maana ya kwamba elimu, kuwasaidia Watanzania wenzao katika kuchanganua mambo juu ya yale yanayokuja. Tunasema ni mapokeo, kwa sababu nchi yetu bado inakuwa. Kwa hivyo katika kukua kuna mengi yatakuja. Kwa hiyo kuna ya kuchuja, ya kuchukua na ya kuacha. Sasa inapofika mahali tunaona waliopata dhamana, waliopata elimu, waliopata maarifa hawaenendi kwa kusaidia Watanzania, lakini pia wanajificha nyuma ya vivuli na migongo ya uhuru huo, wakidai ni wazalendo, wakidai wanaipenda nchi yetu. Sasa tumetizama kwa muda mrefu sana walivyokuwa wakiendelea, ila imefika wakati tunahitaji kueleza. No reform, no election imetoka wapi? Nini malengo yake? Ni maswali tunapaswa kujiuliza. Wanasema think before you speak. Fikiria kabla ya kuzungumza. Na kuna mnyimbuliko wa kwamba je, hicho unachokizungumza katika ile think, ile T stands for true, hicho unachozungumza ni kweli? Kina ukweli ndani yake? Is it important? Is it necessary? Lakini malengo ni yapi? Kwa hiyo kuna maswali mengi tunajaribu kujiuliza. No reform, no election. Nini imetoka wapi na malengo yake ni yapi? Sasa ndugu zangu wa Tanzania, tukumbuke no reform, no election ilianza ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na ilikuwa ni katika kipindi cha mchakato wa uchaguzi wao kuelekea uchaguzi wao wa ndani. Ilikuwa ni kipindi cha mchakato kuelekea uchaguzi wao wa ndani. Sasa binafsi nilifuatilia kipindi hicho, na kwangu mimi it was of no interest. There are no reform, no election. It was of no interest kwa sababu mimi sio mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hivyo yale wanayoamua ndani hayanihusu, kwa sababu ni maamuzi ya kichama ndani, ni sera za kichama ndani, ni semi za kichama ndani, hazinihusu mimi ambaye niko nje ya chama hicho. Lakini jambo lile linapotoka na kuletwa kwa Watanzania linanihusu na inanipasa nizungumzie. Na hapa nitazungumza kwa uzalendo mkubwa sana wa nchi yangu. Nitazungumza kwa uzalendo mkubwa sana. Nisisitize, kwa uzalendo mkubwa sana. Na yamkini Mungu anisaidie tusitumie maneno ambayo yanaweza yakawa ni kara ama yasiyopendeza, lakini tazungumza kwa uzalendo mkubwa sana na kwa ukweli kutoka moyoni na kwa mapenzi ya dhati kwa nchi yangu Tanzania na kwa bara langu la Afrika. No reform, no election imetoka wapi? Nini malengo yake? Sasa najaribu kurelate mambo
najaribu kurelate. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, anakuja na sera ya resilience, kustahimiliana, rebuilding, kujenga upya, reform, mabadiliko. Sindio? Ni sera ambazo zimetusaidia sisi. Tunaona dhamira ya dhati. Mheshimiwa Rais anakuja, maelewano, kustahimiliana, yuko tayari, kwa sababu kama nchi tunaokuwa tunahitaji marekebisho na maboresho, tunahitaji reforms. Sasa wanapokuja watu na kuanza kuzungumzia, wanapokuja watu na kusema no reform, ina maana wanapinga mabadiliko. Ieleweke hivyo wa Tanzania. No reform, no election ni sera inayopinga mabadiliko kwa taifa letu. Sio sera inayotaka mabadiliko. Kuna semi za kujenga. Mtu akwambia no reform ni kwamba hakuna mabadiliko. Wameshakaa kama chama, wamejenga msimamo wao kama chama ya kwamba hakuna mabadiliko. Sasa kama taifa inatupasa tutizame vizuri kama taifa ya kwamba no reform, no election, msingi wake ni upi? Mstakabali ni upi?